Nilete kuni asanteni. That is our way. That when one of us is in tears, zote tunakuja kwa hiyo boma, tunakuja kuwapunguza machozi. And that is why we say we are happy as a people. Mzee Kiraito, don't worry about Mount Kenya East and West. Ile shida ilifanya mimi nakosana na William Ruto ni kujaribu kugawanya Mount Kenya into two. Na nikamwambia haiwezekani. Kwa sababu tukikubali kugawanywa tumeisha. Our strength is our unity. And because of what they did, the mountain is more divided, is more united than it was. Na hakuna mtu tagawanya hii mlima. Hao Wagikuyu, Waembu, Wameru, sisi ni kitu kimoja. Tuendelee kukaa namna hiyo. Na hii Januari nitaongea mwisho ya mwezi huu. Niongee nisiongee? Niongee nisiongee? Nimesikiza wazee, nimesikiza watu ya kanisa, watu ya biashara, professionals, naendelea kusikiza ground. Tutatoa mwelekeo ya watu ya mlima vile tutaishi kwa hii Kenya. Ndio siku ingine tusijikute kwa ile shimo tumewekwa. Si ndio? Unajua speaker wa Embu umesema ati niwasamehe wale walinifukuza. Mimi sina shida na hawa, mimi hawakunikosea. Wale walikosewa ni wenye kunichagua na ni watu hawa. Kwa hivyo wewe ukitaka amani uombe msamaha kwa nani? Sio mimi sina shida. Mimi si mtu ya kuchaguliwa. Sasa ukiniondoa na nichaguliwa, si umekosea wale walinichagua? So nyinyi mko na shida, mkuje muongee na hii watu. Na unajua hii wabunge wetu hii wabunge wetu walidanganywa ati shida ya Kenya ni Rigathi Gachagua. Ati akitolewa barabara zitajengwa. Simejengwa sasa? Ati akitolewa kutakuwa na maji, iko maji? Ati ikitolewa iko madawa kwa hospitali, iko madawa? Sasa nyinyi wabunge, how foolish can you be? Mtu alidanganya sisi na Biblia. Na mnajua alitudanganya. Anaita nyinyi tena anadanganya nyinyi. Mnapiga ndugu yenu. Sasa mko na shida na hawa. Mtaonana na hii watu. Sisi tuseme Archbishop Sapit, I want to thank you, my brother, and the church. The church is the conscience of the nation. A time like this one, when everybody has been silenced, it's only the church that can speak for us. Kwa hivyo tunakuomba Archbishop na kanisa la ACK, continue speaking for the people of Kenya. Vile mulitoa taarifa hii mambo ya SHIF, is it working? Mambo ya chajo ya ng'ombe, mko na haja naye? Sisi tunataka madawa ya binadamu, hapana ya wanyama. Si ndio? So ile shida iko Kenya ni mambo ya uongo. Na ndio mimi nilipata matatizo pale kwa serikali kwa sababu mimi mtu ya ukweli. Na wale ni watu ya uongo. Hata saa hii maneno ya abduction, rais alisema hakuna, alisema karibu mara 5, si ndio? Juzi akasema iko. Saa hii nimeona kibaraka yake huko, ile mjumbe anatumianga ati anadanganya wa Kenya ati hii abduction Rigathi Gachagua ndio anafanya. Ni ujinga, si ujinga? Can you respect the people of Kenya? The people of Kenya are very intelligent. And you people are running out of lies. Mumedanganya watu mpaka you have started believing in your own lies. So wale vijana wamekuwa abducted hapa Embu. Iko kijana anaitwa nani? Huyo kijana alipotea. Isipokuwa ni huyu mheshimiwa anaitwa Mukoji, nasikia akiongea. Kijana wa Embu ametekwa nyara. Mukoji kijana mdogo. Dale nyama ikihura mkuha, huyu ndio anaongea. Gavana wa Embu amenyamaza. Amenyamaza. Seneta huyu Mundigi alisema anaonekana, amenyamaza.
Huyu mbunge wenu Roko amenyamaza. Huyu mtoto wa Embu tunataka kuuliza rais na serikali, huyu kijana mlete yeye nyumbani, na kama mumeua yeye mtuletee mwili tuzike. But it cannot be kijana ametekwa nyara, governor alichaguliwa na watu amenyamaza, MP wamenyamaza, wamewachia tu huyu mjumbe moja, huyu Mkoji peke yake ndio naongea. And Mheshimiwa Karemba, I want to thank you. Wewe ulisimama with your own conscience. Ulitishwa, ukapewa pesa, ukakataa, ukasema huwezi piga ndugu yako. Wengine hawa walikuwa wanapewa shilingi 1500 peke yake. Sasa waliambiwa watapewa 2 billion ya development. Imekuja hapa Mbeere North? Iko ama hakuna? So that is the problem. Na mimi niseme nikimalizia, huyu ndugu yangu huyu Lenny Kivuti, mimi hatukuwa na yeye kwa siasa mwaka uliopita, na mimi munisamehe kwa sababu